In the next 6 months. Kwisha wewe. Kwisha mimi. Kwisha kabisa. Kwa telea pote. Hii barabara ndani ya miezi 6 itakuwa imekamilika kufika pale Gilgil. Kila chief in the next 6 months atakuwa na tablet. Simu utakuwa unapiga free of charge. Simu haitakuwa inakatika kwa sababu sasa tutakuwa tumedeploy internet. Tangu nizaliwe sijaona mtu muongo kama hiyo ile Ruto. Kuanzia mwezi wa 6 hiyo mtungi itatoka shilingi 2,800 mpaka shilingi 500 ama 300. Huyu mtu anakudanganya na amekuangalia. We are going to transform Gikomba. In the next 6 months, you will see another Gikomba. Na hiyo itakuwa ni program ya miezi 6. Nyinyi mnanielewa? In 6 months, all the ICT hubs must be ready. Kwa sababu mimi nitakuwa na tayari na makompyuta na internet. Mimi namuelewa sana. Barabara hakuna. Hiyo barabara saa hii inaendelea kama risasi, my friends. Jameni. Unajua kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu mchoyo na mwenye hana. There's a world of a difference. There's a world of a difference. Ama namna gani? Kuna tofauti mkubwa, my friends. Wachana na hiyo. Wawache kuniongelea ati nimefanya harambee hapa ya kanisa, ati nimefanya harambee. Mimi ni mtu nimeenda Sunday school. Nikafundishwa kwa Sunday school, wewe ukitoa utabarikiwa na utapata ile imewekwa pressed down, shaken, overflowing. Hiyo ni Biblia, mimi sijaandika Biblia. Sijui kama tunaelewana. Sasa mimi nasikia wameenda kujaza maneno, hata juzi nilisoma kwa gazeti ati Ruto anaenda anatembea anabeba pesa kwa gunia. Mimi nauliza, kwani ile nyumba yeye amejenga ya 1 billion, kama hiyo 1 billion ingeweka kwa gunia haingejaa? Haingejaa. Na mumeona nyumba yangu hapa, mumeona nyumba yangu si ni nyumba tu ya kawaida ya watu, mtu ya kuhustle dunia hii. So, my friends, wacha mimi niwaulize. His Excellency the President to State House. So when we arrived there, we went to the office, inside the office where a long time we used to go and see Nyayo inside. And again, we went to see Kibaki when he was there. So when we entered inside, the President told me, my friend, please pray first. Let us pray. So I prayed. And then we had a chat. Then we came outside. So and then another aide of ours, I don't want to mention his name because he has applied for a job. It might be used against him. So we came outside there when we were having a chat. So this gentleman told us, now you guys, supposing somebody shows up here and says, sorry gentlemen, there was a small mistake. You are not supposed to be the ones who are supposed to be. Anyway, that's a story for another day. Ule mtu anaweza kushindana na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta anapanga kujenga reli, anapanga kujenga barabara, sitima anasambaza, kina mama wanajifungua bure, watoto wanasoma na wanafanya mtihani bila kulipa.
Yule kazi yake anikumangamanga na mtego, nasa huyu, sijui nasa huyu, sijui nasa yule. Sasa mtu ya mtego na mtu ya maendeleo kama huyu wanaweza kushindana kweli? Mkiona watu wa Embu, tuambiane ukweli. Wakati Uhuru Kenyatta anapanga tujenge daraja ya urafiki na undugu na umoja ya Wakenya, anasema tuko pamoja, tuehamwe, tuko pamoja. Ati yule mganga anasema tialala, sijui tibin. Anaendesha uganga, tialala. Anaendesha uchawi, tibin. Sasa mtu ya uganga na uchawi atashindana na mtu ya Mungu namna hii kwa njia. Hawa wengine hawajui candidate yao ni nani, hawajui chama yao ni nani. Bado wanamangamanga, wanacheza karata ya pata potea. Mara wanasema ni ule mganga ambaye tunasikia amebaki na risasi moja, sijui ni ya risasi ya kupiga nani. Ama ni chama ule mwingine wa katikati ajulikane anaenda pande hii ama anaenda pande ile. Ama ni yule mwingine tunasikia alipigwa na bibi juzi. Hawajui sasa ni gani kwa hii group. Na sasa mimi nakuuliza wewe, hata mimi nashangaa hii dunia iko na maneno. Unajua hii manyumba iko maneno mingi. Lakini sasa hata kama umepigwa na bibi yako, wewe unaenda kwa police station kwenda kuripoti. So unanyamaza, unasema bora watu wengi hawajaniona, wacha ninyamaze. My brother will be good and help us take Kenya the next days. Because His Excellency the President always reminds me that I should make my remarks short. I was expecting that he was going to remind the two gentlemen sitting next to him to do the same. But I guess he didn't succeed. And listening to Macharia Kaido and Daktari Matiang'i, I was in good company, Mr. President. I know you normally accuse me of making long speeches, but you can see. Sasa Jirongo saa zingine anakasirika na mimi kwa sababu zamani nilikuwa mti yake ya mkono. Sasa anakasirika na mimi sasa, anaona huyu ambaye alikuwa mti yangu ya mkono alipitia wapi hapa mpaka aka. Lakini unajua my friend, ni kujipanga, na nilikwambia, I told you. Mimi sikatai nilikuwa mti yako ya mkono, lakini sasa unanikasirikia ya nini? Na sasa hii ni maneno ya Mungu. Ama namna gani jameni? Nilikwambia hii siasa peleka namna hii polepole, usifanye sana namna ile, itaharibika. Unaona mimi nakaa nyuma ya Uhuru Kenyatta najipanga hapo polepole. I know what I'm doing, my friend. Unafikiri nikilete fujo kwa huyu jamaa ata ala? My friend, tuendelee namna hiyo. Na tumesoma kutoka historia. Hata Nyayo alikaa nyuma ya baba ya huyu jamaa akakuwa kitu. Huyu rafiki yangu mwingine alikuja akalete fujo hapo kwa Kibaki, sasa yeye hako msituni. Tujipange mzuri. Maneno itaendelea namna hiyo. Tumekubaliana. We said we are going to kneel down so that we are prayed for. But we didn't know how to tell now all these people. And the most difficult person was the Chief of Defense Forces. We didn't know now, how do we tell this man we are going to kneel down? So the president told me, just leave it. We just tell the pastor to come and announce.
So when that time arrived and we were supposed to kneel down, I saw the eyes of the Chief of Defense Forces. And he was not amused. And he told me, because we were there is no way the commander-in-chief is going to kneel down. The soldiers are standing there. I'm very proud to be your deputy, although some of these people, they demote me sometimes. You know, sometimes they refer me to Vice Deputy President. So some other time, it's even worse. They say, Bwana Deputy Governor. So, but I'm a very proud person to be your deputy because I know you mean well.